Tulifikiri ni ubunifu wa Wala bin Wala, Ken Walibora na wenzao. Kumbe ilikuwa ni hali halisi. Kumbe walikuwa wanatuonya na kutuelekeza ya kwamba kule mnakoenda baada ya vyuo, mjue ya kwamba wapo wanasiasa ambao damu yao ni nyeusi, ambao hawana huruma, waliojawa unyama badala ya ubinadamu. Walikuwa wanatuonya ya kwamba kule mnakoenda baada ya kuhitimu kutoka katika vyuo, wapo wanasiasa wenye matumbo yasiyoshiba, wanasiasa watakaojilimbikizia mali kwa manufaa yao, marafiki zao na jamii zao. Kwamba kule mnakoenda baada ya kuhitimu na kutoka katika vyuo mbalimbali, muelewe ya kwamba wastahiki meya wapo kule Kenya. Muelewe ya kwamba wale ambao vidagaa vitawaozea ni wengi sana. Basi wacha tuseme hivi kwamba hapa katika taifa la Kenya ipo haja kubwa sana ya kuhakikisha ya kwamba wastahiki meya wamekomeshwa na kutiwa breki, ili kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanapata haki zao za kimsingi. Wacha tena tuseme hivi kwamba katika taifa hili la Kenya, wanasiasa wenye damu nyeusi wanafaa kukemewa vikali, wanafaa kukutana na mkono wa sheria, kuhakikisha ya kwamba wanakuwa na ubinadamu na kuhakikisha ya kwamba Wakenya haki zao za kimsingi zimelindwa. Na wale ambao wanafanya kidagaa kuwaozea Wakenya wanafaa kukabiliwa vikali. Basi tuseme hivi, mwaka wa 2027 unapoelekea kukaribia, ni changamoto kwetu sisi vijana na Wakenya wote kwa ujumla kuhakikisha ya kwamba tunafanya maamuzi ya kweli, maamuzi ambayo yatapigiwa mifano, maamuzi ambayo yatalifanya taifa la Kenya kuwa taifa bora, na sio tu bora, taifa. Mwaka wa 2027 wachague viongozi ambao ni bora, na sio bora tu viongozi. Hakuna kitu kama chama chetu, hakuna kitu kama suti, hakuna kitu kama mwanasiasa wetu, hakuna kitu kama jamii yetu. Lengo lafaa kuwa kuwachagua viongozi ambao wana misimamo halisi, viongozi ambao rekodi yao, viongozi ambao wana rekodi ya kuonyeshana ya kwamba ni wachapakazi, ni watendakazi. La sivyo tutarudi pale pale. Tulikuwepo wale waliosema kwamba yote yanawezekana bila Moi. Akaondoka Moi, akaingia Mwai Kibaki, na tukaimba sana nyimbo za ndizi, chungwa, na tukahakikisha ya kwamba PNU wakati ule imeshinda kura na Rais Mwai Kibaki akatawazwa kuwa rais. Na pia tulikuwepo wakati wa Uhuru waliposema kumera kumera, na waliposema ya kwamba Uhuru tano tena. Na pia tukakuwepo mwaka wa 2022 pale ambapo watu wa Hasla ama watu wa William Ruto waliposema kwamba kazi ni kazi. Na hata hivi leo bado tupo wale wa Hasla wanapoendelea kusema ya kwamba Rais William Ruto aendelee mwaka wa 2027. Huu ni kama mziba wa kujitakia ambao siku zote hauambiwi pole. Huu ni kama mwiba wa kujidunga ambao siku zote hauambiwi pole. Lazima tuhakikishe ya kwamba mwaka wa 2027 tumezika kiburi mbali, tumezika ukabila mbali, na kuhakikisha ya kwamba kiujumla tunawachagua viongozi bora watakaolifanya taifa la Kenya kuwa bora na kuwekwa katika ramani ya kimataifa. Salia na Mwenyezi Mungu. Jina langu ni Jerry K. Ukumbuke ya kwamba tutatimiza ndoto. Siku zote akikupa Mwenyezi Mungu, mwanadamu asikutishe. Ipo siku.